inatembea akikuumiza, amefanya kifua kimejaa, amefanya magonjwa ya kifua yamekuandama, unaumwa na kifua kwa sababu unatafakari mambo ya zamani. Asubuhi ya leo tumejifunza tuache kutafakari yale mambo yaliyopita. Yule mtu ambaye alikukosea, usiendelee kumweka ndani ya moyo wako. Achilie. Acha mambo mengine Mungu anayatenda kwa wakati wake. Mungu ana sababu ya kuleta huyo mtu akuumize. Pengine ni maandalizi ya kuingia katika nafasi nyingine. Kwa hivyo usije ukayatafakari. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu ni hicho tu ambacho nitaka kuhubiri. Tumejifunza kwa Isaya 43 kuanzia mstari wa 19. Lakini mimi nitahubiri kwa Isaya 41 kuanzia mstari wa 10 hadi 14. Bwana Yesu asifiwe. Je, una furaha? Una amani? Hapa kuna kitu ambacho kimetendeka kwa maisha yako hadi umeogopa. Wapendwa, usiogope. Mambo ambayo yalitendeka maishani mwako yasije akakuweka hofu ndani ya moyo wako, ukaanza kuogopa hadi ukabadilisha nia, hadi ukaachana na njia za Mungu. Usije ukaogopa, kwa sababu Mungu anasema mimi Mungu ni pamoja nawe. Jambo lolote ambalo lilitendeka kwa maisha yako, usije nikafanya ukaogopa, kwa sababu Mungu yu pamoja nawe. Tayari kutenda mambo makuu ndani ya maisha yako. Hilo jambo moja tu, usije nikakutoa pamoja na Mungu, usije nikakuweka mbali pamoja na Mungu, ukawa na hofu hadi ukaacha neno la Mungu, hadi ukaacha kanisa la Mungu, ukaanza kusema nilikwazika kwa jambo tu moja. Jambo moja lisije likakukwasa, kwa sababu Mungu anasema yu pamoja nawe. Ukikwazika Mungu atakuacha na mambo mengi atakukata. Bwana asifiwe. Yule ambaye amepata atatusomea Isaya 41 kuanzia mstari wa 10.